Jambo la pili ambalo nilitaka nizungumze ni issue ya rufaa yetu ya mchezaji Mohamed Damaro. Kama mnavyofahamu, tulipeleka mashtaka kwenye kamati ya wachezaji na usuluhishi, nafikiri Kiswahili chake nimepatia, kuhusu huyu mchezaji. Sisi tulikaa swala hili tukatafakari kwa kina, tukasema ni swala ambalo halijakaa sawa, ni swala ambalo katika ushindani hakuna uwiano ulio sahihi. Ni kama klabu zinatengeneza njia ya kuongeza wachezaji wa kigeni bila sababu yoyote ya msingi. Kama tunasema mchezaji aliyepewa uraia hawezi kuchezea timu ya taifa, basi sababu ya kumpa uraia ilikuwa ni nini? Ilikuwa ni kuhakikisha kwamba klabu moja au mbili zinakuwa na wachezaji zaidi ya wengine walioruhusiwa kwa mujibu wa kanuni. Tumepokea majibu ya kamati ya hadhi sheria za wachezaji kwa mujibu wa ibara ya 27(4) inatuomba tufanye kitu kinaitwa marejeo au review ili tukamilishe hatua za hapa ndani, na tumeshaandaa review marejeo ya mchezaji huyu. Tutawasilisha hivi punde hapo TFF, na katika hukumu ile waliotupatia imechagua tu maneno yanayowafurahisha ndio wanajibu. Maneno mengine ambayo tuliyahoji hawakuyajibu kabisa. Mohamed Damaro, tukizungumza sasa hivi, ana FIFA identification number 2. Mchezaji yoyote akishaingia kwenye mfumo wa kucheza mara ya kwanza anapewa ID number. Hiyo ID number unatakiwa uhame nayo kokote tunakoenda, ndio namba yako ya utambulisho. Lakini ukiangalia kwenye mfumo, Mohamed Damaro ana ID number 2. Hiyo tuliuliza kwenye kamati, hawakuweza kulijibu. Lingine ambalo tulihoji huyu Mohamed Damaro kama hawezi kucheza timu ya taifa ya Tanzania, ina maana kwamba yuko eligible, wanasema wazungu, kuchezea timu ya taifa ya Guinea. Na kwa kweli moja ya vitu ambavyo tulimtaka Damaro aje pale TFF, ikiwezekana klabu yako, tulitaka tujue mbinu alizotumia kupata uraia wa Tanzania kama zilikuwa ziko namna gani. Kwenye cross examination ambayo tuliomba, tulitaka tujue kama Damaro ameukana uraia wa Guinea, ameukana lini na ameukana katika namna gani. Kwa sababu wazungu wanasema kuna president. Kuna mchezaji anaitwa Josephat Bada ambaye alipewa uraia pamoja na huyu. Wakati anaondoka hapa, ilibidi aondoke katika uraia wake aliokuja nao Tanzania hapa, sio uraia wa Tanzania. Na hiyo ni kwa sababu kama angetumia uraia wa hapa, kuna ile kitu inaitwa TMS, transfer matching system. Sio, kuna mzee wangu mmoja alisema transfer monetary system, ni transfer matching system. Ile transfer matching system isingekubali kwa sababu data za mchezaji fulani na huku lazima ziwiane, ndio transfer inatokea. Sasa huwezi kuwa huku ni mwingine, huku ni Mtanzania ukaweza kuhama, hilo halitatokea. Kwa hiyo yote hayo tuliyahoji, haya kupata majibu. Mchezaji wa Tanzania atatambulika kwa passport na kwa kitambulisho cha taifa, lakini in bracket wamesema awe mzawa. Tunaelewana? Atatambulika kwa passport au national
ID, lakini in bracket awe mzawa. Mzawa maana yake ni indigenous. Kuwa na passport, kuwa na ID haikuwezeshi kuwa mzawa, kwa sababu kwa mujibu wa taarifa ya uhamiaji wanasema huyu alipewa uraia kwa njia inaitwa tajinisi, naturalization. Sasa kama amekuwa naturalized, kanuni zile zile za TFF zinasema mzawa. Kwa hiyo kuna mchezaji mzawa na kuna mchezaji wa kigeni. Sisi tunaamini Damaro hakizi, kwa mujibu wa kanuni zenyewe za TFF, hakizi vigezo vya kuwa mzawa. Kwa hiyo yote haya tumeyahoji, lakini kamati ya sheria na hadhi ya wachezaji hawakuyajibu haya. Kwa Simba mwaka jana, baada ya sisi kuona wenzetu wamepewa uraia, tunaandika barua uhamiaji kwa wachezaji wetu kwamba kuna baadhi ya wachezaji wetu wanaomba nao kupata uraia. Hatujawahi kujibu hiyo barua mpaka leo. Mpaka leo hatujawahi kujibu hiyo barua ya wachezaji wetu waomba uraia. Kwa hiyo sisi tunaamini ligi kuu ya Tanzania ni brandi kubwa, ni product kubwa. Ikiwa haiko kwenye mizania sawa, inaleta vitu ambavyo vinaumiza na vitu ambavyo si vizuri. Kwa hiyo jambo hili sio tu tunaenda kasi baada ya review kama tutapata tunayotaka, tunaandikia pia FIFA, kwa sababu tunaamini kuna fraud. Fraud kwa Kiswahili tunasemaje? Fraud tunasemaje kwa Kiswahili? Ni udanganyifu. Kwa sababu kama unaweza kucreate, wengi wanasema kwamba jambo la kubadilisha uraia ni rahisi tu, wanafanya referral ya Spain, wachezaji wa kina Rodrigo anacheza kwa sababu Spain inaruhusu uraia wa nchi hizi mbili. Ndio maana yeye anacheza timu ya taifa Brazil, lakini kwa sababu Spain inaruhusu dual nationality, basi anaweza kuchukua uraia wa Spain na akaweza kucheza mpira. Timu moja ina wachezaji 13 kupitia mlango wa nyuma, mlango ambao si halisi. Timu zingine zina wachezaji 12. Mizani haibalance. Kwa hiyo niwaambie wana Simba, hili tuko imara, tutaenda nalo mpaka la mwisho. Lakini kikubwa zaidi, aliyeidanganya mamlaka kwamba huyu tunampa uraia kwa sababu sasa timu ya taifa, amefanya udanganyifu mkubwa sana. Na amefanya udanganyifu ambao haupo kokote. Na amefanya udanganyifu ambao pengine mamlaka zinashangaa. Huyu mchezaji hawezi kucheza timu ya taifa. Umempa uraia ili iwe nini? Tena mchezaji mwenyewe ambaye hakuwa amefikisha hata mwaka Tanzania akapewa uraia. Sasa hilo jambo sisi tunaona ni jambo kubwa, na hili tutaona mpaka mwisho wake, tuone linakuwaje.